Amy Pro, producer wa Burundi, ndo producer wa kwanza East Africa. Inapana sifa kwa nini? Wow. Nchini kwetu Burundi. Kesho yake tusikie Amy Pro ameenda tumika nyimbo na wanani wazungu, kwa mfano ameenda tumika Amerika na Chris Brown. Ni sifa ndio ni kwangu, lakini ni sifa tena ya Burundi. Producer wa Burundi ametumika na Rick Ross. Producer wa Burundi ametumika na fulani na Asha na Chris Brown. Ndio ndoto zangu. Na kwa mafupi sasa, ndoto za Buja Record kama studio, nataka studio hii nifikishe iwe studio ambayo nayo itakayovuma Afrika nzima, ipane sifa Burundi. Studio ya kwanza East Africa ni Buja Record. Wow. Nawaza idadi ya wanawake kuwa wachache kwenye muziki au kwenye kazi zozote. Tuache tu muziki au tuache tuzungumzie muziki. Unajua kwanza muziki kwanza hapa nchini kwetu na Afrika nzima. Labda dunia leo kwa sasa ndo tunaanza elewa muziki. Kumbe ni kazi. Sababu gani? Sababu kuna watu walionyesha njia. Lakini zamani hapa, miaka za zamani hapa, ulikuwa tu ukiitwa msanii, maana wanakuona kama wewe mvuta bangi, wewe umeshindikana, wewe ndo matusi, wewe ndo mwizi. Yani miaka za zamani. Lakini leo ukisema mimi niko msanii, wasema mwanangu, ngoja mtoto na mimi nimwekeze kipaji awe kama Fariazi. Ngoja mimi nimwekee kipaji awe kama Diamond. Ngoja nimwekee kipaji awe kama Welansoni au awe kama Asheri. Unaona? Yani leo imeshakuwa kazi. Sasa kama wanawake ni wachache, mimi naweza nikazungumza kwanza, kama ni wachache tujitahidi tuwa support. Maana wanawake wanahitaji pia support. Maana nchi imewapatia, na nchi sio nchi tu, dunia. Leo hakuna cha mwanamke, hakuna cha mwanaume, gawa kwa gawa. Inabidi tuwahimize, maana bado ni wachache, wengi wao wanajisikia woga. Moja hiyo. Woga gani? Nikikuwa msanii mwanamke watasema yule malaya. Unaona? Yani anaofia, lakini ana kipaji. Wallahi dini ya Mungu unaweza tukatoka nje, unasikia mtoto mwanamke anakuimbia, unasema mbona huyu anaimba kama Rihanna kwa mfano. Lakini ukimwenteles, ukimwambia njoo, anakuambia nikienda kule nikose bwana, nikienda kule waniite niko malaya, nikienda kule wanaambia nimeshindikana. Na wasalimieni sana wapenzi watazamaji, mashabiki wote wa Roy TV ambao mko mnatufuatilia. Ni bila shaka on the mic. Leo ni siku ambayo sio siku ya kawaida. Niko pamoja na Amy producer kutoka Buja Record. Leo tutajua mambo mengi. Mnafahamu kwamba tulikuwa tukitumikia kwenye Roy TV office, lakini leo tumemkuta kwake kwenye Buja Record office. Sasa tutajua mengi kuhusu na Buja Record office na tujue mengi kwa Amy producer. Acha atanikaribisha au namkaribisha? Asante sana, karibu pia. Asante. Yes. Salimia mashabiki, wapenzi watazamaji wanaokufuatilia kwa sasa. Mimi napenda kusalimu kwanza wapendwa watazamaji ambao wanaotufuata sasa huu. Tunashukuru sana kwa kutupatia muda wa kutusikiliza. Na pia nashukuru sana Roy TV kwa support ambayo mnatufanyia, maana mnatembelea hadi ofisini, nyumbani. Ni jambo la heri sana, na mpongeza mkurugenzi na kupongeza wewe pia. Endelea kuwa na moyo. Big cameraman pia wa Roy TV. Nasema asante sana, Mwenyezi Mungu awabariki pia. Karibu kwenye ofisi yetu. Asante. Yes. Tumekaribia. Amy Pro, umependeza. Asante, nashukuru pia na wewe. Umependeza sana. Naam, nashukuru sana. Okay, leo nataka nifahamu mambo tofauti kuhusu Buja Record. Hebu tuambie, tukiangalia mazingira ya Buja Record sio mabaya, ni mazingira mazuri. Na kwa miaka yako, sio watu wengi wanaweza kupambana mna hii wakafikia hatua hii. Amy Pro, kwa machache tuambie slago kwanza ulizopata ili ufikie hatua hii imekuaje? Mimi najua kwenye maisha ni mapambano. Na ni kama vita, sema kuna kupanda na kushuka. Ni kweli. Na ni heri kupanda pale ya kushuka. Ni kweli. Na watu wengi wanapenda kufanya mambo, wanataka vitu vya haraka haraka. Na wanasema Waswahili, haraka haraka haina baraka. Yes. Mimi najua imenikosti muda mwingi sana, lakini na sijafikia mwisho. Siwezi nikasema kwamba ni hapa limit. No.
bado tutapambana kama Buja Record. Lakini mahali tulipotokea imetukosti hivi kama tunakuwa na miaka 3 au mitatu hivyo tumepambana. Lakini si jambo rahisi, imetokea kwanza kwa chances za Mwenyezi Mungu. Mungu amebariki pia na mchango pia wa wanadamu. Maana wanasema mtu ni watu. Watu wametusaidia, watu wengi wametusaidia tukachanga. Ni wale wasanii tumewapata wateja wakachangia nao pia. Na vitu vingine tu, nawaza kuishi na watu vizuri ni utajiri mkubwa sana. Yep. Ili Emmy Pro ajue mambo ya uproducer. Yes. Ametumia sacrifice gani? Yani nataka nijue historia tu kidogo ya hayo maisha uliopitia ili uweze kufika hata hatua ya kuwa producer fulani. Umeiga shule, umekuwa na manager ambaye amekufundisha, umekuaje Emmy Pro? Mimi najua kwamba mambo ya muziki nimeyafanya na pia mimi ni msomi pia. Ni kweli. Japo nimefanya muziki, niko producer. Wasifikirie wasanii wasomi. Kama mimi hapa ni msomi. Unaona? Mimi ni msomi, nimesoma. Na sina budi ya kusema chuo changu, maana isiogopeshe watu sana, isifanye nini. Lakini nimesoma. Au naweza nikaizungumza. Mimi ni licencié. Tuambie. Mimi ni licencié. Hongera. Nimesoma na pia ni mwanamuziki, mimi ni producer, nafanya muziki. Na kama inaweza tokea hapo, imenikosti pia kufanya mafunzo ya muziki, na mwalimu wangu anajulikana tu hapa Burundi nzima. Yani ukizungumza tu Buja Record, kwanza unamuwaza ni Liza Mwanjilishi. Na mimi yule ndo amenifunza nikakuwa hapa. Namshukuru Mungu. Ni hayo tu. Okay. Yep. Aya, tumshukuru Mungu kwa kila kitu. Emmy Pro, hebu tuzungumzie kazi za hapa kwenye Buja Record. Orodha ikoje? Orodha, mimi najua kanuni za hapa. Najua kila nyumba na masharti au kanuni zake. Sisi kwanza tunakaribisha wageni. Hatuna upendeleo. Msanii wowote au wa kanisani, sisi kusio kwamba hapana wasanii tu, no. Au wa kanisa tunampokea. Au wainjilisi ndo wale wanaita magospa. Yes, tunawakaribisha wote. Na pia tunakaribisha hata wasanii. Tumeona na madredi na manini. Sisi ni wote wateja. Kawaida sisi tunawapokea. Na kawaida akikuja tunamwambia masharti yetu. Maana asikuje tu kibingwa. Tunamwambia kwanza sisi kwanza hizi siku kuja studio wanabuki hela. Hawalipi studio, unalipia benki au mtandaoni, unalipa huko. Unamwona secretary, unamaliza, kisha maliza tunakupokea vizuri, tunatumika na wewe vizuri sana. Masharti mengine ni matatu. Unapokuja tunakuuliza wewe mwenyewe mwimbaji, somesha lipa pesa zako kwenye studio. Tunakuuliza una muda siku gani, unatuambia program yako wewe. Sasa wewe mwimbaji, baada ya hapo tunakupatia program. Usikuje kuingia kwenye program ya mtu mwingine. Na maana hapa studio kwetu Buja Record, kama umekuja studio utajikuta mwenyewe. Ila usitambushe muda wako, maana tunapana tu masaa 2 peke yake. Masaa 2. Baada ya hapo ukimaliza tunakupatia. Hapa tuna kanuni ndio hiyo ya 3. Ni nyimbo yetu tukimaliza wewe. Nyimbo inatoka wiki. Yani kila wiki sisi tunatoaga nyimbo. Kila wiki tunatoa nyimbo zile ambazo tumezifanya katika wiki zinatoka. Hatuchelewi, lakini hayo kanuni. Asante. Nataka tena niulize kama CEO wa Buja Record, je, unawafanya kazi? Mimi nina wafanyakazi. Maana kampuni haiwezi kuwa kampuni na haina wafanyakazi. Ni kweli. Si kwamba eti nimetaka kujibania. Siku za mbele ndio nilikuwa najibania. Unakuta Emmy Pro yeye mwenyewe ndio producer, yeye mwenyewe secretary, yeye mwenyewe ndio zamu, yeye mwenyewe ndio mambo mengi, unaona. Lakini hizi siku nashukuru Mungu, maana kampuni imeendelea. Tuna wafanyakazi. Mimi kama CEO na mimi mwenyewe ndo nafanya mixing na mastering. Lakini kuna producer ambaye anarekodi. Na producer ambaye labda niseme ananisaidia mimi. Anaitwa kwa jina la Stahili. Yes, na Loje. Ni wawili. Na pia secretary anaitwa David. Na mwingine ambaye anashughulika tu hapa kupokea watu anaitwa ni Mr. Peace Gabriel. Na tuna mwingine wa ziada ambaye anatusaidia mambo ya ukiona tuna picha nini, anaitwa NLC. Yani kwa ufupi tunawafanya kazi, na kama ikitokea kusajili watu wengine tutawajulisha.
Kweli. Yep. Hivi ukijaribu kucompare kiwango cha Buja Records na mastudio mengine huko nje, unaona kwamba hapa Burundi Buja Record ikoje miongoni ya mengine mastudio? Ni tofautishe na studio za hapa nchini kwetu Burundi au na za nje? Acha tuanze hapa nchini Burundi. Tutafika mpaka nje. Mimi najua, unajua cha mtu ni cha mtu. Ni kweli. Na mimi nakuaga nasema kwamba kizungu cha mtu ni ndani ya nyumba kwake. Sasa ukiniambia nitape mengine studio, nitakuwa kama vile nimejishusha, inaona. Lakini kwa mafupi ni hivi. Studio zote za hapa Burundi ziko sawa. Na nimekwambia kila nyumba na sheria yake. Lakini mimi cha kusema sasa hivi, muonekano wa studio ya Buja Record ya zamani na ya sasa. Studio Buja Record ya sasa ndo nzuri, ndo yenye muonekano mzuri, ndo inafanya vizuri. La Buda na zingine studio nazo zinafanya vizuri, lakini studio Buja Record kwa sasa naweza nikasema kwenye nchi yetu ya Burundi na present. Mtu akifika ndani atasema, hata ponda atasema big up sana. Hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu na kushukuru pia mashabiki na nyinyi pia kwa kutusupport. Asante. Yep. Naweza nikauliza kama sio secret. Yani mkitaka kufanya muziki kama ni audio, video pia mnafanya vyote? Tuna service 5 hapa. Okay. Tukajua service zote. Service ya kwanza ni ukisema Buja Record ni studio ya production kwanza, audio. Tunatengeneza muziki wa audio. Ya pili tuna pia TV, lakini haijaanza fresh, lakini bado inaanza, unaona. Tuna TV online na tuna pia ofisi ya kutengeneza video au cover kwa wasanii. Ina maana sisi msanii akikuja tunaambia yote yanaishia humu. Ina maana utalipa audio humu, tunakutengenezea video humu, cover humu. Akitaka promo tunamfanyia promo humu. Na tuna nyingine ambayo tumefanya kama vile Buja Record, tuna service nyingine 2 za ziada. Moja tunauzisha vyombo vya studio, tunauza yani. Kwenye Kifaransa wanasema nous vendons les appareils électroniques. Ndio watu wengine labda wasikie. Tunauzisha sound card, monitor za studio, microphone za studio, tunauzisha piano za studio, tunauzisha vitu vingi vya studio vya production audio pia na video. Naam. Tunaweza tukajua Buja Record ina mwelekeo gani? Tukianzia leo, umeshapiga hatua na ni hatua kubwa, ni hatua ya kupongeza. Ina yani malengo. Unataka ufike wapi? Ukiangalia jana, leo, kesho itakuwaje kwa Buja Record? Mimi kama CEO wa Buja Record au producer, nikiongea ina maana naongelea studio. Malengo yangu kwanza, malengo yangu nataka niwe producer nisikike kwanza ya international. Yani nisikike kama wa maproducer wengine duniani. Ni kama vile leo unasikia wasanii wanajulikana duniani. Sasa kwa nini mimi nisikuwe nayo malengo? Yani sikusudie eti nivume tu hapa eti Emmy Burundi, no. Lakini malengo ya kuvuma tayari jina inaanza sikika hapa nchini kwetu Burundi. Lakini sana nataka wa kwetu Burundi, Warundi wa kwetu wa nje na wa mbali na wa nje wanisaidie, wanipushi wanisogeze, wani mitaji, waniwekee mitaji na wani kunisaidia kushare kazi zangu, wanisaidie kushare kazi zangu, na siku moja nisikie Emmy Pro producer wa Burundi ndo producer wa kwanza East Africa. Inapana sifa kwa nini? Nchini kwetu Burundi. Kesho yake tusikie Emmy Pro ameenda tumika nyimbo na wanani wazungu, kwa mfano ameenda tumika Amerika na Chris Brown. Ni sifa ndio ni kwangu, lakini ni sifa tena ya Burundi. Producer wa Burundi ametumika na Rick Ross. Producer wa Burundi ametumika na fulani na Asha na Chris Brown. Ndio ndoto zangu. Na kwa mafupi sasa, ndoto za Buja Record kama studio, nataka studio hii nifikishe iwe studio ambayo nayo itakayovuma Afrika nzima, ipane sifa Burundi. Studio ya kwanza East Africa ni Buja Record. Wow, ndoto zangu zimeenea. Nisikie tena mwaka wa mbele nisikie Buja Record sawa imeenda tumika Amerika, inapana sifa Burundi. Studio ya kwanza Burundi imefanya kazi na, yani nataka tuwe umaarufu sana. Yes, nataka mimi nataka tu umaarufu. Ndio kusudi langu. Kweli. Je, ukiangalia wasanii wanaokuja hapa ili wafanyiwe kazi, kuna wasanii wa kike
na wanaume pia. Je, wengi, idadi kubwa ni wanawake au ni wanaume? Kusema kweli wanaume ndio wanafanya kazi, wanachapa kazi sana kuzidi wanawake. Nikisema kwamba ni wanawake ndio wanafika sana studio, kwanza nikiangalia hata wasanii wanawake nchini Burundi ni wachache. Kwanza wanahesabilika. Lakini tukisema wasanii wanaume ni wangapi? Chungu nzima. Ina maana napokea watu wote, kama vile nisema tuna ubaguzi. Ukiwa mwanamke una kipaji, tutatumika, na ikibidi studio Buja Record tukusaidie. Tutakusaidia kama mwanamke, tutakusaidia kama mwanaume. Kizuri tu sisi tunataka tu kipaji, talent. Yes. Hivi unajifikiria kwamba ni kwa nini idadi ya wanawake ni fupi kuliko wanaume? Ukiangalia mila desturi za Warundi au Afrika, unafikiri ni kwa nini? Mimi nawaza idadi ya wanawake kuwa wachache kwenye muziki au kwenye kazi zozote. Tuache tu muziki au tuache tuzungumzie muziki. Unajua kwanza muziki kwanza hapa nchini kwetu na Afrika nzima. Labda dunia leo kwa sasa ndo tunaanza elewa muziki. Kumbe ni kazi. Sababu gani? Sababu kuna watu walionyesha njia. Lakini zamani hapa, miaka za zamani hapa, ulikuwa tu ukiitwa msanii, maana wanakuona kama wewe mvuta bangi, wewe umeshindikana, wewe ndo matusi, wewe ndo mwizi. Yani miaka za zamani. Lakini leo ukisema mimi niko msanii, wasema mwanangu, ngoja mtoto na mimi nimwekeze kipaji awe kama Fariazi. Ngoja mimi nimwekee kipaji awe kama Diamond. Ngoja mimi nimwekee kipaji awe kama Welansoni au awe kama Asheri. Unaona? Yani leo imeshakuwa kazi. Sasa kama wanawake ni wachache, mimi naweza nikazungumza kwanza, kama ni wachache tujitahidi tuwa support. Maana wanawake wanahitaji pia support. Maana nchi imewapatia, na nchi sio nchi tu, dunia. Leo hakuna cha mwanamke, hakuna cha mwanaume, gawa kwa gawa. Inabidi tuwahimize, maana bado ni wachache, wengi wao wanajisikia woga. Moja hiyo. Woga gani? Nikikuwa msanii mwanamke watasema yule malaya. Unaona? Yani anaofia, lakini ana kipaji. Wallahi dini ya Mungu unaweza tukatoka nje, unasikia mtoto mwanamke anakuimbia, unasema mbona huyu anaimba kama Rihanna kwa mfano. Lakini ukimwenteles, ukimwambia njoo, anakuambia nikienda kule nikose bwana, nikienda kule waniite niko malaya, nikienda kule wanaambia nimeshindikana. Yani uoga, na wanakosa mafunzo, kunakosa watu wa kuwatosha ile akili, kuwatoa ile giza. Lakini wakaribie, wajisikie uhuru, maana wana 50 yao. Hiyo 50 yao waje nayo waioneshe 50 yao wapi? Kwenye nyimbo. Wakaribie kwenye game la muziki, watoboe. Je, hufikiri kwamba kuwa idadi ya wanawake ni fupi kuliko ya wanaume? Labda tukiangalia mila za Kiafrika na Burundi pia, kwa anayosema malezi, wanawake wakiwa wako kwenye muziki au kwenye sanaa, kuna kichapo fulani kinaweza kikamfanya aonekane kama yeye ni mtu mbaya, na anasema lazima niilinde heshima na ni waheshimisha wazazi. Kwa sababu hata leo wazazi wenye wako nyumbani wakiona mtoto yuko kwenye muziki na mtoto wa kike, inakuwa ikileta maneno, unaona kama mtoto amefanya hivi na hivi. Hivi una watoto? Mimi nina watoto 2. Okay. Una wa kike? Una mke? Una wa kike? Na wa kike anaitwa Belidia. Je, mwanako wa kike kuja kuwa mwanamuziki utafurahia? Wanasema hivi, mtoto wa nyoka ni nani? Ni nyoka. Wow. Mtoto wa pasta? Ni pasta. Mtoto wa jeshi? Ni jeshi. Ni jeshi. Mtoto wa producer? Producer. Basi jibu hiyo. Yaani mtoto wangu mimi ni raha kubwa wakuwa na muziki, maana hawatahangaika. Kweli. Ni kama wazungu ndio wanaishi vizuri. Utakutanisha mzungu mselemala, sawa, anatengeneza viti, na mtoto atatengeneza viti, ila atakuja kusoa makosa ya baba. Baba alitengeneza viti hivi, acha mimi nitengeneze viti hivi. Lakini sasa sisi Afrika, baba kwa mlimaji, mtoto anakuwa mvuvi. Mvuvi mtoto wake anakuwa, unakuja jikuta watu wengi sasa kazi experience anakosa nafasi ya kuitoa, anakosa umaarufu. Lakini mimi mtoto wangu watakuwa producer. Na hivi tukiangalia hata kwenye chumba zao wana makompyuta, wana nini, hata mfanye vipindi hivi tosha, watoto wangu wana vitu vya muziki.
Na kama huyo mtoto wangu Belidi anajua kuimba, nikimleta sasa hivi utasikia naimba. Liza ukimleta hapa kwenye hivi vyombo vya studio, hajui anagusa nini, lakini utasikia anagusa anavizoea. Mwaka kesho unasikia anakuwa producer mkubwa. Na mimi atakapokuwa sa mkubwa, mimi mzee, nitakuwa namwambia mwanangu, hapa umekosea, fanya hivi. Hiyo jambo hata Afrika tusaidie. Na watoto wa Fariazi wakuwe waimbaji ni vizuri. Watoto waliolio wakuwa waimbaji ni vizuri. Maana wale wazazi wao watawakosoa na watawatilia mitaji. Lakini kama mtoto waliolio au mtoto wangu akuwe mwalimu, anaweza kuwa mwalimu, anaweza kuwa dokta, lakini kuna mambo fulani yatamsonga hata ufika kwenye atafikia. Lakini kama mtoto wa dokta akikuwa dokta, amezaa dokta, huyo mtoto anafika mbali sana. Yes. Tuelekee kumaliza kipindi chetu. Je, Emmy Pro, kuna jambo unaweza kufikishia wapenzi watazamaji kwa sasa? Mimi naomba tu wapendwa watazamaji ambao wanaotusikiliza, najua Roy TV ni TV kubwa sana na inapendwa hapa nchini kwetu. Sema tu ni matatu. Moja, kama Buja Record, tunaomba support. Kama tuko hivi, tumependeza, tumefanya nini, sio kwa nguvu zetu, ni nguvu za Mwenyezi Mungu. Na ni watu fulani ambao kwanza wametusaidia tukafika hapa. Hatujachoka kuomba misaada, ambayo manajeri wako nje Ulaya ambao wanaotusikiliza sasa hivi wasapoti muziki. Kusapoti muziki sio kusapoti, maana naona manager wengi wanapotoka, utasikia mtu yuko Ulaya ndo wanawaita wa diaspora. Anaenda anazungumza na msanii mwenye kipaji, eti nataka nikusapoti au msapoti. Uwezi ukasapoti mkia ukaacha kichwa. Ina maana nini? Ukitaka kusapoti msanii vizuri uko nje kama manajeri, unataka fanya uchuuzi kwenye muziki, ongea kwanza na mahouse zinawashika wale watoto. Naona kama studio hapa tunapata manajeri anatuambia, nataka Emmy au Buja Record, tunataka usapoti wasanii 5, mimi kupitia mimi diaspora fulani au manajeri fulani, mimi wale watoto tuchukue mkataba na studio, nitakuwa nawalipia, nitakuwa nafanya hivi na hivi na nini, nitakuwa naangalia kidogo. Hapo ndo support kubwa. Lakini wana support msanii au support studio au support radio TV au support nini, no. Watu support sisi kama kwanza studio, wawekeze mitaji kwanza kwenye studio. Kila mwaka kama studio Buja Record iwe inavumisha wasanii 5, 10, waende hata kwenye Roy TV, wachukue mkataba na nyinyi. Bana Roy TV tunataka mkataba ya watu wasanii wetu kama 8 na 8, muwapandishe juu. Wanachukua na nyinyi mkataba, hapo ndo sawa. Lakini unasikia hapa nachukua mkataba na msanii fulani. Sasa kwenye production msanii anafanya miezi 6 atoe nyimbo. Mwaka mzima. Sasa atavuma? Hamna. Tunasema kwamba wasupport Buja Record, wasupport Roy TV, na pia tunaomba wapendwa watazamaji, mashabiki wazidi kutufuatilia, na wasanii tunawakaribisha kama Buja Record wakuje tutumike kazi. Vya nyumbani ni vya nyumbani. Hata mzazi apige vibani vya nyumbani, viwe vizuri vya nyumbani. Tuendeleshe kwanza studio yetu isonge mbele, ni raha kubwa sana. Asante. Naam. Acha tumshukuru Emmy Pro kwa mapokezi yake mema. Tumefurahia, asante sana, na tutarudi pia. Behind camera ni Elfaj Kaf, ametusaidia ili sanamu ziwe nzuri, uzione zikiwa wow. Ni Bella Shaka on the mic. Tutarudi baadaye kwenye vipindi tofauti kama mnavyovifuatilia kwenye Roy TV Burundi. Bye bye. Mutangwa muri Roy TV, ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy. Wubahwe tutarabona uterekwa no kuramba, ibintu nyaragase duhuriye muri Roy TV. Ibiganiro byiza muzobisanga muri Roy TV, amakuru meza muzoyasanga muri Roy TV, ibintu byose bigenda bisa muri Roy TV, n'ahandi uzosanga ibihangange atari Roy TV, nyaragasa cyutinduta muri Roy TV. Tahuye n'amativi atandukanye, Umutwaro TV, ibitari gaciga,